Loemba ni mchezaji ambaye alikuwa analipwa pesa nyingi ndani ya Simba. Lakini Loemba ni mchezaji ambaye kuonekana kwake uwanjani ni kidogo mno kuliko majeraha na kuwa benchi. Kwa hiyo Simba ameona mbali. Na mimi kama nilivyokuambia, msimu unaokuja, msimu utakaoanza kesho kutwa, Simba wanahitaji kufanya mambo mawili kwa wakati mmoja. Mawili kwa wakati? Mmoja. Kivipi labda? Yaani Simba wanataka kupiga jiwe moja ndege wawili. Moja, Simba anataka kurudisha heshima yake ya kupoteza ubingwa wa NBC ndani ya miaka 5. Lakini jiwe la pili Simba anataka kulipiga ni kwenda kutengeneza ama kurudisha heshima kwenye mashindano ya CAF Champions League. Na ndio maana wanaangalia wachezaji wote ambao hawana tija ndani ya klabu wanaachana nao. Sasa jiulize, ni klabu gani ingekuwa na uwezo wa kumwacha mchezaji kama Ino Loemba? Yaani kama Yanga mpaka leo inamngangania Buba, si ndio? Hawataki kumwacha, si ndio? Lakini jiulize, Simba kwa ukakasi walokuwa nao wamefumba macho mchezaji kama Ino Loemba na achana nao. Yanga wanamngangania Buba Dosa. Sababu mimi kwa akili yangu, baada ya ligi tu kumalizika, mchezaji wa kwanza ambaye anahitajika kupewa thank you ndani ya Yanga alikuwa ni Buba. Lakini mpaka leo si bado, maana yake wanamngangania. Walizungumza kwamba Yanga hamnaga uvumilivu. Pengine Young Africans ndio wameanza kuwa na uvumilivu na Buba. Nilikuwa sijui, ndio unanipa hiyo kodi. Lakini for sure kabisa, yani Buba alitakuwa awe mchezaji wa kwanza kabisa kuondoka kama kabla Prince Dube. Unadhani kitu gani ambacho kimemwangusha Eno Loemba pale Simba? Maana alikuja kwa kishindo kikubwa sana na alianza vizuri. Kitu kilichomwangusha Eno Loemba? Eno Loemba kilichomwangusha Eno Loemba kwanza majeraha. Lakini pia Eno Loemba ni mchezaji ambaye ukimwangalia ana talent kubwa, lakini mchezaji ambaye hajitumi. Ni mchezaji mvivu, ni mchezaji ambaye ligi anayocheza hajui kama ni ligi ya migongano, ligi ya ushindani. Hajui kama ni ligi ya kiushindani. Yaani Ino Loemba ni rahisi kumpeleka ligi ya Spain kufaulu kuliko ligi ya Tanzania, kwa sababu ligi ya Tanzania ni ligi ambayo kamkumbe. Watu hawahitaji, hawakupi space ya kucheza. Na ukiona mchezaji amefaulu ndani ya nchi ya Tanzania, ligi ya Tanzania, mchezaji huyo ana kitu kinaitwa factor extra. Kimombo iko Dosa. Kitu cha ziada hicho. Sasa kuna kitu kinaitwa kimombo umepiga hapo. Ndio nakwambia kitu cha ziada hicho kimombo. Na iko kitu ambacho alikuwa hana. Yaani leo jiulize. Kwa age aliyokuwa na Alan Okello, kwa nini anafaulu kwenye ligi ya Tanzania? Kwa sababu amejua miundombinu. Anajua ligi inahitaji nini. Alan Okello ukimpa kaachia, Chama ukimpa kakupa, si ndio? Hao wote wamefaulu. Lakini nani Ino Loemba anataka mali akawe nayo kama wachezaji wa zamani. Kuna nyakati niangalia kombe la dunia 2002 hiyo. Kuna mchezaji wa Brazil alikuwa anapewa dakika 2, dakika 5. Alikuwa anaitwa Denilson. Wewe hapo bado hujajua mpira. 2000 ndio umezaliwa. Mchezaji alikuwa anaitwa Denilson. Yaani yeye anapewa kwa ajili ya kukaa tu na mpira, firimbi pigwe, mpira uishi. Kwa Mwamba alikuwa ana uwezo wa kukaa na mpira muda mrefu. Yes. Sasa ndio Eno Loemba anataka kucheza kwenye mpira ule. Wakati Simba ilikuwa inahitaji ubingwa kwa lazima msimu huu. Wakati Simba kwa inahitaji kulipa kisasi kwa mtani wake kwa lazima msimu huu. Yeye ameshindwa, na ndio maana Steve Becker akasema huyu mchezaji kwangu mimi kama mnahitaji niendelee kwa Simba, mimi mchezaji huyu hapana. Na no doubt Simba hawawezi wakamkataa Steve Becker kwa ajili ya Eno Loemba. Sijui maneno vizuri. Yaani Simba sio wajinga wamkatae Eno Loemba kwa sababu wamkatae Steve Becker kwa sababu Eno Loemba. Sijui maneno vizuri. Sijui maneno vizuri. Steve Becker ndio kocha pekee kwenye hii miaka ambao kwenye utawala wa Yanga Steve Becker amekataa kufungwa na Simba. Simba waliwahi kuleta kocha bora kwenye bara la Afrika. Benchika. Benchika alifungwa na Yanga. Simba wakaleta kila aina kocha wakafungwa na Yanga, lakini only one Steve Becker, mwanaume kule kutoka Afrika Kusini, akasema Yanga hapana, safari ya mtufungi. Na amemaliza ligi unbeaten. Unamuondoaje kocha yule, unamwacha Eno Loemba? Kwa mimi nilioelewa wana Simba kwa kiasi hicho, na bado kuna mchezaji mwingine mkubwa anaondoka ndani ya Simba.
Kodi. Kuna mchezaji mwingine mkubwa anaondoka ndani ya Simba. Ndani ya Simba. Nani huyo? Kama kawaida yako, tugaie kodi, ni mchezaji gani ambaye mwingine unamuona anaondoka ndani ya Simba au yupo ndani anaondoka ndani ya Simba? Wewe endelea kula mtori, nyama utazikuta chini. Mchezaji mkubwa yupo. Wachezaji wakubwa, ukizungumza wachezaji wakubwa usiache kwa mafumbo. Mavambo ni siasa tu za watu binafsi ndani ya Simba ndio zimemuondoa Mavambo. Lakini alikuwa hakuna namba 6 kama Debra Fernandez Mavambo. Mimi nakwambia Bushiri. Mimi nimecheza mpira, nafuatilia mpira na mpira najua. Yule Mavambo kuachana naye. Game time majungu ya wenyewe kwa wenyewe ndio amemuondoa Mavambo ndani ya Simba. Kipaji kipo. Kuna wachezaji wangapi wanaondoka kwenye vilabu vyetu kwa majungu? Anafanya vizuri. Kwani Faisal sikaondoka Yanga ilikuwa ajui mpira? Anajua. Si majungu tu ametokea pale. Lakini mimi ukinitajia Mavambo nataja one of the best midfielder ambaye amewahi kupita kwenye Simba Sports Club. Ambaye alipita kwenye ligi kuu ya Tanzania bara, si ndio? Lakini kwa bahati mbaya kila mtu ana hisia zake, kila mtu ana passion yake, si ndio? Hiyo ndio ilipelekea Debra Fernandez Mavambo kuonekana sio kitu ndani ya Simba Sports Club. Young Africans ni kama wana uhitaji mkubwa sana wa Champions League au CAF. Kombe ambalo kila mtu anatazama kwa macho matatu. Tumeshaanza kusajili wachezaji kutoka hapa ligi ya ndani. Kizungumza wazawa. Kuna beki wakati Mohamed Musa kutoka pale Mashujaa. Ni kama nafasi ya Mwamnyeto naiona kuwa ngumu hivi Dosa. Maana beki zimekuwa nyingi pale Young Africans ambazo zinasajiliwa. Ikumbuke kuna mchezaji mwingine pale beki na nondo kweli kweli, Dickson Job yuko pale. Akiwemo na yeye mwenyewe, kuna wachezaji wengine lakini pia hao wanaoongeza. Nafasi ya Mwamnyeto naionaje kuelekea msimu ujao pale Young Africans? Mwamnyeto ni beki wa heshima. Ni beki ambaye amefanya kazi kubwa sana akiwa na Yanga. Mimi naamini Mwamnyeto ana deserve kucheza vilabu vikubwa katika nchi ya Tanzania. Ila naamini msimu ujao nafasi yake itakuwa ni ngumu sana kuepo Yanga. Sitaki kusema kwamba anaondoka. Sitaki kusema ataondoka. Sitaki kusema kwamba hastahili. Ila nafasi yake itakuwa na changamoto sana ndani ya Yanga. Kwa hiyo kuna uwezekano. Yeye mwenyewe anajua wachezaji hawa wanaletwa kwa ajili gani. Kuna uwezekano ndani ya akili ya Mwamnyeto anajua kwamba mimi safari yangu ndani ya Yanga imefika mwisho. Lakini mimi niseme, mimi kama mwana Yanga nitaendelea sana kumwenzi Bakari Nondo Mwamnyeto hata akiondoka leo ndani ya Yanga. Utamuenzi. Ungechana kuwa na undugu lakini utamuenzi kama shabiki. Na ni rahisi sana Faisal kwenda kucheza Simba kuliko kwenda kucheza timu nyingine. Faisal alishawahi kuweka wazi, mimi nitacheza Yanga leo rais wa klabu akiondoka. Sasa nikuulize wewe kama mwana Yanga unakubali rais wa klabu aondoke Faisal arudi? Wewe sasa unakubali Faisal arudi na rais aondoke? Mimi sio maneno vizuri. Kwa hiyo Faisal mimi naamini kama sio msimu huu, msimu unaokuja Faisal atavaa jezi ya Simba nyeupe na nyeusi. Asilimia ngapi? 100%. Kama sio msimu unaokuja Faisal atacheza Simba. Lakini Azam hawataweza kumwachia kwa urahisi Dosa. Hata Yanga hawakumwachia Faisal kwa urahisi, lakini alikwenda kucheza Azam. Na Faisal anachokihitaji yeye ni mataji. Faisal anachohitaji yeye kuimbwa. Sasa niambie yule mwenezi anaweza kumwimba Faisal? Sasa niambie yule mwenezi shabiki wa Azam anaweza akamzungumza Faisal kwa ukubwa wake? Lakini leo fikirisha akili yako, Faisal Salum anakuja kwenye viunga vya Simba Sports Club, alafu kampe Mike Miraji mara moja mwambie mzungumzie Faisal. Leo Faisal anayekwenda kucheza Simba, si ndio? Kampe Mike kakaangu Mikoi Kisugu mwambie muelezee Faisal. Na hizo ndo wachezaji wanavyohitaji. Wachezaji ni branded. Sisi kwa tunamwimba Fiston Kalala Mayele. Sisi ndo tulompa King, jina la King Mayele. Kwa nini ulize Piramidi wamempa majina? Hapana. Passion. Kwa hiyo Bushiri very exclusive kabisa. Lichukue hili. Kama sio msimu huu, msimu ujao Faisal Salum atavaa jezi nyeupe na nyekundu. Wewe, kitu kimoja nataka umalize kuhusiana na kocha Mankoba, japokuwa tumemaliza ile interview yake. Kidogo tu. Mankoba ni kocha mzuri. Ni kocha bora. Lakini Mankoba anapaswa kwenda kupewa kumbukumbu za Steve Barker.
nani za Benchika. Benchika katoka kule alipotoka USM Alger, si ndio? Yeye akiwa ni kocha bora kwenye bara la Afrika. Kaja Simba kafanywaje? Mankoba, si ndio? Anakuja kufundisha Yanga lakini pia ajiandae kuondoka Yanga. Ajiandae kuondoka? Yes. Si anakuja kufundisha Yanga lakini pia ajiandae kuondoka Yanga. Benchika, Abdul Halim Benchika, one of the best coach kwenye bara la Afrika, ambao Simba wao ndio walikuwa wa kwanza kutuambia wana East Afrika Mashariki na Kati kwamba sisi tunaweza tukamiliki kocha ambaye ameteuliwa na CAF kwa ni kocha bora wa Afrika. Tumemleta ndani ya viunga vya Simba lakini mwisho wa siku alifungwa kufungwa. Alifukuzwa kufukuzwa. Mwambie Mankoba, this is Tanzania. Kuna shabiki anaitwa Kizinga, kuna shabiki anaitwa Kaivo. Wao wakipoa script ya kwenda kumtukana mtu mpaka anaondoka.